Nashukuru Mungu amenipa neema tena hii ya kukutana na wewe katika kipindi chetu. Na moja kwa moja twende katika somo letu. Somo letu la leo tumelipa jina Christmas ni nini? Christmas ni nini? Na somo letu tutalitoa katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza. Tutaanza mstari wa 9 hadi wa 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma katika jina la Yesu. Kulikuwako nuru halisi, imtiaye nuru kila mtu, akija katika ulimwengu. Alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu tumelipa jina Christmas ni nini? Christmas ni udhihirisho wa Mungu katika mwili. Ni siku ambayo Mungu alipenda aonekane katika mwili ili watu wamjue yukoje. Kuna watu waliomkataa Yesu Kristo. Kuna watu leo watasherehekea Christmas na namna ya kimwili. Ndani mwao wanakuwa bado hawajampokea Yesu Kristo. Ina maana kwamba Christmas kwao itakuwa haina maana. Kwa hiyo Christmas ina maana kwa wale waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Christmas ni neno kuvaa mwili. Tunasherehekea kuja kwa Yesu Kristo. Lakini andiko linatuambia kwamba alikuwepo kabla ya kuja. Kwa sababu bila yeye ulimwengu usingekuwepo. Kwa sababu yeye ndiye aliyeumba ulimwengu. Ina maana kwamba ulimwengu ni wa kwake. Kabla hajazaliwa alikuwepo. Alikuwepo katika namna isiyo ya kimwili, bali alikuwepo kama roho mbinguni. Alikuwepo kama neno. Kwa Yesu Kristo alikuja kwa walio wake, lakini hawakuweza kumuona. Walikuwa nasikia tu kwamba kuna Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa bado hajajidhihirisha katika mwili. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya kwanza mstari wa 23, maandiko yanasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, naye utamuita jina lake Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Kwa hiyo Christmas ni udhihirisho wa Mungu katika mwili. Ni siku ambayo Mungu alipenda aonekane katika mwili ili watu wamjue Mungu yukoje. Hatukumbuki tarehe alizozaliwa kwa sababu alikuwepo, bali tunakumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tunasherehekea kuja kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo. Tuendelee na somo letu katika kile kitabu cha Luka. Tuangalie Luka ile sura ya 2. Tusome ile mstari wa kwanza hadi mstari wa 11. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hiyo ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio, alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbali na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko, siku zake za kuzaa zikatimia. Akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hawakupata nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukawaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi nawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu
Mwokozi Kristo Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yusufu alikuwa Galilaya, mji wa Nazareti, na habari ilipotolewa na Kaisari Augusto ya kwamba kila mtu aende kuhesabiwa sensa kula alipozaliwa, ilibidi Yusufu atoke Galilaya kwenda Bethlehem. Ndio maana ukisoma kile kitabu cha Mathayo, ile sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 6, utaona mfalme Herode anaulizia mamajusi kwamba Yesu amezaliwa wapi. Wakamwambia katika Bethlehemu ya Uyahudi. Ina maana kwamba Yesu angezaliwa Galilaya au Nazareti, maandiko yasingetimia. Na Kaisari Augusto kutangaza sensa hakuwa na haja ya sensa, bali ni wazo la Mungu lilimuingia ili aweze kutangazia watu kila mtu aende kuandikwa kula alipozaliwa. Na Mungu akiwa anajua kwamba Yusufu atarudi Bethlehem ili neno la Mungu liweze kutimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unapokuwa umemwamini Mungu, yupo tayari kubadilisha sheria kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tumalizie somo letu na kile kitabu cha Mathayo. Mathayo sura ile ya 1. Mathayo sura ya 1, tusome ule mstari wa 21. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Nitarudilia tena. Naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Biblia inasema kwamba atawaokoa watu wake na dhambi zao. Ina maana kwamba watu ndio wake, lakini dhambi sio za kwake. Kwa nini andiko linasema watu wake na dhambi zao? Watu ni wake kwa sababu yeye ndiye aliyewaumba kwa sura na mfano wake. Watu wakaenda kuchukua dhambi, dhambi zikawa zao, na dhambi zikawamiliki, wakashindwa kutoka katika dhambi. Kwa hiyo Yesu sasa ndiye anakuja kumkomboa mwanadamu na dhambi zake. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo Yesu Kristo aliyokuja kuifanya, alichukua dhambi akamrudishia shetani, na akachukua mwanadamu akamleta kwa Mungu ili huyu mwanadamu arudishe uhusiano wake na Mungu. Na ndiyo kazi kubwa ambayo Yesu Kristo aliyokuja kuifanya hapa duniani. Ndio maana inabidi tujiepushe sana na matendo ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Inabidi tumshukuru Mungu, amekuja kutukomboa. Ametulinda mwaka mzima. Ametupa neema ya kuishi duniani tena. Kumbuka wapendwa waliopoteza wapendwa wao, lakini kwa neema ya Mungu bado ameniacha mimi na wewe tungali hai. Ni upendo mkubwa sana. Na tumebakiza siku chache tumalize mwaka huu. Tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante. Jaribu kufikiria Mungu anakupenda kiasi gani. Amekuja kukutoa katika giza, amekuleta katika nuru ili urudishe uhusiano wako na Mungu. Kwa hiyo sasa achana na matendo ya dhambi, uzinzi, uchawi, kuabudu sanamu. Shetani asikudanganye kwamba bado una siku nyingi. Wewe mwenyewe unajijua. Badilika kwa kumaanisha. Badilika ili Yesu azaliwe ndani ya familia yako, ili Yesu azaliwe ndani ya biashara yako, ili Yesu azaliwe ndani ya watoto wako. Nuru ya Mungu ikuangaze katika jina la Yesu. Mungu bado ana haja na wewe. Badilika kwa kumaanisha. Amini kwa kumaanisha kile Yesu Kristo alichokuja kukifanya kwa ajili yako. Ndio maana ukisoma hata kile kitabu cha Yohana, ile sura ya 3, ule mstari wa 16 hadi 18. Maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Kwa Yesu Kristo hajaja kukuhukumu wewe, bali Yesu Kristo amekuja kukuokoa. Amekuja kukupa mwanga ili urudishe uhusiano wako na Mungu. Na Mungu akusaidie kulielewa neno hili. Mungu akusaidie sana.